Habari, mimi naitwa Geoff. Nimekuja tena leo, kuna swali nimelipokea. Moja ya maswali ambayo nilikuwa nakwepa sana kuyajibu, lakini limeulizwa tena. Kuna mtu ameniuliza swali, ama wameuliza watu wengi, wanauliza kwamba je, ni sahihi kutoa fedha ili uombewe? Ndicho ambacho natamani kufahamu. Of course, kuna watu wengi, ama nimeona mitume na manabii wengi wanawaitisha watu fedha ili wawaombee. Sijajua wao wanafanya kwa kutumia maandiko gani kwenye Biblia. Lakini kimsingi Biblia imekataza. Yesu alifundisha, Mtume Paulo na watu wengine. Nataka nikupitishe kidogo tu kwa haraka kwenye maandiko ili uone kile ambacho kimeandikwa. Ukisoma kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ya 10 mstari wa 8, Biblia inasema hivi: ponyeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepokea bure, toeni bure. Hapa Yesu aliwaagiza wanafunzi wake wasitoze kwa huduma ya kiroho, walipokea neema hii bure, nao watoe bure. Ndicho ambacho Yesu alikuwa anajaribu kuwafundisha. Ni kweli kuna watu wamepokea vipawa au karama za kuombea watu, na watu wakiombewa wanafunguliwa, au una shida fulani akikuwekea mikono, akikuombea unafunguliwa, kama vile ambavyo Yesu aliachilia neema hii kwa wanafunzi wake na kwa watu wengine wote. Yesu aliwakataza wanafunzi wake, na hili andiko hili pia linawakataza watu ambao hivi sasa wanatumia njia hii kwa ajili ya kupata fedha. Ukisoma tena kwenye kitabu kile cha Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 5, Biblia inasema hivi: watu walioharibika nia na walioikosa ile kweli wanadhani ya kuwa utaua ni njia ya kupata fedha. Unaona, kuna watu wanaona hii ndio namna ya kupata fedha, na hapa Paulo alionya juu ya watu wanaotumia imani kama biashara au chanzo cha mapato kijanja. Paulo pia alikemea hili swala. Ukisoma kwenye Agano la Kale, kwenye Mika 3:11 anasema viongozi wake huhukumu kwa ajili ya rushwa, makuhani wake hufundisha kwa malipo, na manabii wake hutabiri kwa pesa. Kama vile ambavyo kuna watu leo hii wanakwenda kwa manabii, wanatoa fedha alafu wanatabiliwa. Hicho kitu hakiruhusiwi na sio fundisho kwenye Biblia. Hawa wanaofanya wanafanya wakiwa wajue kabisa wanamkosea Mungu. Kiujumla niseme hivi: maombi hayapaswi kuwa ya malipo. Utoaji wa fedha unatakiwa uwe wa hiari ya mtu. Mtu anaweza kutoa sadaka yake kwa hiari yake, ameombewa, akapona, akasikia sababu ya kumshukuru Mungu kwa njia ya sadaka, anaruhusiwa kufanya hivyo. Lakini sio ile watu wanapanga foleni, wanatoa fedha kwa ajili ya kwenda kwa nabii au mtume au mchungaji ili wawekewe mikono, waombewe, waponywe. Hiyo kimaandiko sio sahihi. Unaweza ukafanya hivyo na ukaombewa, ukapokea uponyaji, lakini unakuwa umekosea. Ndio maana Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo kuna vitu vingi vinafanyika, mtu anaweza akapokea, lakini sio kwenye utaratibu ule, kwa sababu pia ufahamu ya kwamba